Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ikiwa ni siku nyingine tena, tunaendelea na muendelezo wetu wa somo ambalo tulilianza siku ya kwanza. Tunajifunza the whole scope of salvation, maana nzima au maana kubwa ya neno wokovu. Tangu siku ya kwanza tumekuwa tukiangalia nini maana ya wokovu na wokovu unapatikanaje. Tukajifunza pale baadhi ya mambo, tukaona kwenye uchambuzi wa maandiko kwamba nini maana ya neno soteria, nini maana ya neno wokovu, kwamba tuliona kwamba wokovu sio neno lenye maana moja, ni neno lenye maana zaidi ya moja. Tukaona wokovu ni kutolewa kutoka kwenye nguvu za giza, wokovu ni kuwekwa salama, wokovu ni kuhifadhiwa, wokovu ni kuhesabiwa haki, wokovu ni kutokuwa na hukumu, wokovu ni kulipiwa penalty, kile kitu ambacho ulikuwa unafanyaje, unadaiwa. Hiyo ni maana ya wokovu. Kwa hiyo tukasema ya kwamba Biblia haikuandikwa Kiswahili wala Kiingereza. Agano Jipya liliandikwa Kigiriki, Agano la Kale liliandikwa Kiebrania. Kwa hiyo kuna maneno mengine ambayo kikawaida tukiyadefine Kiswahili yanakosa maana ile halisi ambayo ilikuwa imekusudiwa. Kwa hiyo neno wokovu ukilipeleka kwa watu wenye lugha yenyewe na wale ambao walihubiriwa wakaelewa, unapowaambia neno wokovu au umeokoka, maana yake soteria, wanajua soteria kwamba mimi nimeokoka, wanajua the whole scope au ule uwanja mzima mpana wa neno wokovu, kwamba mtu anapoambiwa kwamba umeokoka, maana yake ni kwamba anajua maana ya soteria, maana yake nini kutokea kwenye lugha ya asili. Kwa hiyo tukaona hili neno ni kuwekwa salama, kuhifadhiwa kutoka kwenye lugha ya asili, kwa sababu ndiko Biblia iliko andikwa. Kwa hiyo kwenye uchambuzi wa maandiko lazima pia unapochambua maandiko uzingatie vitu kama hivi, kwenda kwenye lugha za asili ili uweze kuelewa nini ambacho kilikuwa kimemaanishwa, kwa sababu usipojua, maana kuna vitu vingi utashindwa kuoperate, utashindwa kuelewa kile kitu ambacho kilimaanishwa kutokea kwenye lugha ya asili, au utashindwa kuelewa kile kitu ambacho Mungu alikiintendi katika ule upana wake, katika upana wote. Kwa hiyo tukaangalia wokovu ni mtu kupata msamaha wa dhambi. Tukaangalia neno soteria, ndio hivyo kama nilivyosema, neno wokovu. Wokovu scope mojawapo tuliona ya kwamba ni msamaha wa dhambi, kwamba Yesu anavyokuja kufa kwa ajili ya watu, maana yake ni kwamba Yesu ameichukua dhambi, kwa sababu si alichukua dhambi yetu. Anavyokuja ameichukua dhambi, anaiuliza, wewe dhambi unahitaji nini ili watu hao wawe salama? Tumeona neno wokovu ni kutunzwa, kuwekwa salama. Maana yake dhambi imeulizwa, unahitaji nini ili hao wawe salama? Maana yake dhambi ikasema, mimi mshahara wangu wa dhambi maana yake ni mauti. Kwa Yesu akakubali kufa, maana yake ni kufulfill the payment au kile ambacho dhambi ilitaka. Yesu anapokufa, maana yake ni dhambi ndo imehukumiwa. Kila kitu au hukumu yote ya dhambi Yesu aliilipa, na hukumu ilikuwa inataka mtu afe. Kwa kifo cha Yesu sio kwamba alikufa kwa sababu tu alikuwa ni binadamu wa kawaida, hapana. Yesu alikufa kwa sababu the requirement au the wages of sin is death. Tuliona kwenye kitabu cha Warumi 6 mstari wa 23 kwamba mshahara wa dhambi, kwa kuwa wote tulikuwa ni wenye dhambi. Waefeso 2 pale mstari wa kwanza anasema zamani sisi sote tulikuwa anasema zamani ninyi wote mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata roho wa uwezo wa anga, atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Akasema ambao zamani sisi sote tulienenda kati yao, tulipotimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Kwa hiyo ni kwamba kwa sababu ya dhambi watu walikuwa ni wafu. Unaona, watu wamekufa. Kwa hiyo na Yesu kwa kuwa alikuwa amechukua dhambi, maana yake alilazimika afe ya kwetu, dhambi zetu. Maana yake ni kwamba Yesu anapokufa, maana yake ndio dhambi sasa hukumu yake yote imeishia pale.
Kwa Yesu anapofufuka, tuliona kwa nini tunahubiri habari za kufufuka. Maana yake mitume walipofundishwa na Yesu kwamba mimi katika kifo changu na kufufuka, haya mambo yaliandikwa Mwanzo mpaka Malaki. Tuliona kwenye kitabu cha Luka 24 pale, ukisoma yote tuliona na ile Great Commission. Baada ya Yesu kufufuka, aliwaambia wanafunzi wakahubiri. Yohana alisema waende kuwaondolea watu dhambi. Umeona? Kwa kumbe katika kuhubiri hizi habari za Yesu ndio watu wanaondolewa dhambi na wengine wanabaki na dhambi. Anayebaki na dhambi ni mtu ambaye anakataa ya kwamba mimi dhambi zangu hazijahukumiwa bado, nitaendelea kujitakasa, nitaendelea kuomba msamaha, dhambi zangu bado hazijaondolewa. Maana yake akubali ya kwamba dhambi zake zilipata hukumu yote. Maana yake yeye anaendelea kujitakasa, maana yake yeye anaendelea kutafuta haki yake mwenyewe. Na Wagalatia 2:6 anasema hakuna mtu atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Yaani hakuna mtu atakayehesabiwa haki au atakayehesabiwa msamaha wa dhambi nje na Kristo, kwa sababu Yesu peke yake ndiye aliyehukumu dhambi. Tukaona ya kwamba Yesu anapofufuka kutoka katika wafu, maana yake anafufuka akiwa ametimiza kila hitaji la dhambi. Kila hitaji la dhambi Yesu alilitimiza. Anapofufuka maana yake ni ushahidi ya kwamba amelipa gharama yote. Asingefufuka maana yake gharama ingekuwa haijamalizika kulipwa. Ndio maana tuliona kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:17 ambapo anasema, na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Maana yake ile the fulfillment au ile requirement au payment of sin au ile hukumu ya dhambi ingeendelea kuwepo kwa sababu Yesu hajamaliza. Ila kufufuka kwa Yesu kunatupa assurance ya kwamba Yesu ameishinda dhambi. Maana yake kama dhambi ingeendelea kuwa na hukumu, Yesu angekufa tena mara ya pili. Ndio maana kwenye kitabu cha Waebrania nilikisomea jana, anasema kama ni hivyo, alikuwa anatoa reference kati ya wale watu wa zamani ambao walikuwa wanatoa sadaka za dhambi kwa sababu zilikuwa haziwezi kuondoa dhambi. Ndio maana alikuwa wanatoa mara kwa mara. Umeona? Walikuwa wanatoa mara kwa mara kwa sababu kulikuwa kuna kumbukumbu la dhambi. Anasema lakini huyu alipotoa dhabihu kwa ajili ya dhambi, alipotoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele. Maana yake kama kukiendelea kuwa na hukumu ya dhambi, Yesu anatakiwa aendelee kufa. Kwa sababu dhambi si bado ipo, haijaondolewa, inaendelea kudai hukumu. Lakini Yesu amefufuka. Maana yake ni kwamba hii dhabihu ni moja inayodumu hata milele. Anasema hakuna tena toleo kwa ajili ya dhambi. Hakuna tena toleo kwa ajili ya dhambi. Maana yake ni kwamba toleo lile moja limeihukumu dhambi hata milele. Toleo moja lile limeihukumu dhambi hata milele. Kwa toleo moja, Waebrania 10:14 anasema, maana kwa toleo moja amewatakasa hata milele hao wanaotakaswa. Amewatakasaje? Ameichukua dhambi na ameihukumu. Warumi 8:3 anasema, maana yale yasiwezekana kwa sheria kwa jinsi ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanaye mwenyewe kwa mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili. Kwa dhambi imehukumiwa mpaka kifo. Dhambi imehukumiwa unto death. Dhambi haipo tena. Ndio maana Warumi 8:1 anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Maana yake ile hukumu yote ameipata Yesu. Hukumu yote ya dhambi aliipata Yesu. Kwa Yesu anachokuja kututangazia, jamani, hakuna hukumu tena ya adhabu. Kwa muamini hakuna siku atahesabika mbele za Mungu ni mwenye dhambi. Kwa sababu gani? Dhambi ya kwake imehukumiwa katika mwili wa Kristo. Kwa mtu mwenye dhambi ni mtu wa namna gani? Mtu mwenye dhambi ni mtu anayesema ya kwamba dhambi haijahukumiwa katika mwili wa Kristo. Dhambi haijaondolewa yote. Kwa mimi ninaendelea kuwa ni mwenye dhambi, maana yake nitaondoa dhambi yangu kwa kujitakasa. Maana yake you don't agree what Jesus did. Na kuna watu wengine tayari tumeokoka, na mimi pia nilikuwa mmoja wapo, kwamba umeokoka
lakini still unaendelea kujiona mwenye dhambi, maana yake still una sin conscious. Sin conscious haimtukuzi Mungu. Sin conscious ni asili ambayo haiku asili, sio ya kwetu. Sin conscious ni kuagria kwamba wewe hauna asili ya Mungu, kwa sababu tumezaliwa mara ya pili katika namna ya roho. Sisi ni viumbe vipya, ndivyo tulivyo. Unavyosema wewe ni mwenye dhambi, usijihesabie haki kila wakati wewe ni mwenye dhambi, maana yake unapinga ile asili yako, unapinga ile asili uliyopokea katika Kristo. Maana yake roho anasema, Biblia anasema hivi, atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Akasema kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini, maana yake this is for unbelievers. Kwa sababu ya haki, hiyo ni kwa ajili yetu. Kwa sababu ya hukumu, maana yake ni kwa ajili ya yule mwovu ambaye amehukumiwa. Kwa hiyo hukumu sio kwa ajili ya muamini. Maana yake Roho Mtakatifu anakushuhudia kwamba wewe una haki, wewe unapinga, unasema mimi ni mwenye dhambi. Kwa sababu muamini ndani yake ana asili mpya. Maana yake hiyo ndio tunayoiangalia kila wakati. Hiyo ndio tunayoideclare. Ndio maana kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 2 pale mstari wa kwanza anasema, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Jamani, dhambi haipo kwa muamini, dhambi haipo. Dhambi imekufa, dhambi imehukumiwa, dhambi haipo tena. Maana yake unavyoendelea kujiona wewe ni mwenye dhambi, Yesu anatakiwa atolewe tena. Kwa dhabihu moja amewakamilisha hao wanaotakaswa hata milele. So there is no more sin. There is no more sin. Kwa sababu watu walikuwa wanajitahidi kuondolewa dhambi kwa kujitakasa. Leo hii tumeondolewa dhambi. Msamaha wa dhambi hauombwi. Msamaha wa dhambi ni kipawa cha Mungu ambacho kinapokelewa pasipo kufanya chochote kile. Kwa muamini akipokea asili hii mpya, ambapo ni amekufa kwa ajili ya dhambi, ndio anaanza kufundishwa kwamba wewe umekufa kwa sababu ya dhambi. Huna uwezo wa kufanya dhambi. Wewe hauna uwezo wa kufanya dhambi. Hicho unachokifanya sio asili yako. You are dead to sin. You are dead to sin. Asiyeamini akifanya dhambi ni sawa. Asipofanya ni yeye tu kwa namna ambavyo alifundishwa kwenye tamaduni zake, kwa sababu kuenenda vyema ni vitu ambavyo vinafundishwa mashuleni, ni vitu ambavyo vinafundishwa kwenye tamaduni yoyote, vinafundishwa. Ndio maana kuna rules ambazo zimewekwa kwenye kila kabila kwamba ukizivunja wewe unapewa adhabu. Kuna kabila zingine wanasema kwamba mwanamke kabla hajaolewa akiwa hajajitunza, maana yake huyu sasa. Ndio maana wazee wa zamani walikuwa wanaweka vitu kwamba kuna mashuka meupe, kwamba ili wahakikishe kwamba huyu mwanamke amejitunza kweli. Maana kama hajajitunza anachapwa viboko, anapewa adhabu. Kwa kumbe utaratibu au utamaduni wa kutokufanya dhambi ni utaratibu ambao watu wanaweza akawa wamejiwekea kulingana na tamaduni zao. Kwa maana yake ni kwamba mtu anaweza akawa hajafanya chochote kwa namna ya kawaida, lakini haamini habari za Yesu. Maana yake huyu ya kwamba yeye anajihesabia mbele za Mungu ya kwamba mimi ninaweza kumkaribia Mungu kwa namna ambavyo sijawahi kufanya mabaya. Hakuna mtu atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa namna anavyofanya, kwa sababu haki au msamaha wa dhambi tunaopata katika Kristo. Kwa watu wanaondolewa dhambi kwa namna moja tu. Watu wote duniani wanaondolewa dhambi kwa namna moja tu, kwa kukubali ya kwamba Yesu alichukua dhambi zangu zikahukumiwa. Sina tena dhambi kwa sababu dhambi zilishahukumiwa. Kwa hiyo uwe umeamini lakini kila wakati unajiona ni mwenye dhambi, maana yake ni kwamba wewe umeshahesabiwa haki kwa imani, lakini still unataka kukamilishwa katika namna ya mwili. Ndio maana ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 15 pale, Matendo ya Mitume 15 yote ile utasoma, anasema kuna baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo walioamini. Mafarisayo kumbuka ni watu waliokuwa wameshika sana nini? Sheria. Anasema walioamini wakawaambia watu, hamuwezi kuokoka msiposhika Torati. Ambapo sasa tunakuja kuona ukatokea pale mzozo pale, kwamba hapana, hawa mataifa hawezi kuokoka hawajashika Torati ya Musa. Kwa hiyo kuna elimu zilianza kuingia taratibu za watu kushika sheria. Na sheria haikuja kwa imani. Sheria iliandikwa na Musa kwa sababu ya watu walikuwa na shingo gumu. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31 pale
Ndio maana kitabu cha Warumi 5 anasema kabla ya sheria dhambi ilikuwepo ulimwenguni. Dhambi ilikuwepo ulimwenguni kabla ya sheria. Maana yake huku nyuma Mungu alikuwa anatumia nini kuhesabu dhambi? Kwa sheria, baada ya Musa kuona hawa watu wamekataa kuhesabiwa haki kwa imani. Kumbukumbu la Torati 31 kuanzia mstari wa 24. Anasema kwa sababu ya shingo yako ngumu, akasema chukueni sheria hii. Lengo la sheria ni kuwaonesha ya kwamba ninyi ni wenye dhambi. Warumi 5 mstari wa 20 anasema sheria ilikuja ili lile kosa liwe kubwa. Kwa lengo la sheria ni kwamba iwaoneshe wanadamu ya kwamba nyie mna dhambi, amwezi kutoboa, kwa sababu sheria ilikuwa inabana kila kona. Kila kona. Maana yake ni kwamba hakuna mtu aliyekuwa anaweza kutoboa kwenye sheria. Maana yake sheria inavyowaonyesha hivi ili watafute namna nyingine ya kuweza kuhesabiwa haki. Haki ni kwa nini? Kwa imani. Tangu mwanzo Mungu ndivyo anavyofanya. Anawahesabia haki kwa imani. Kuanzia Mwanzo 1:1 ni habari za Yesu za haki kwa imani. Lakini wao ilikuwa kama ahadi. Kwa maana yake ni kwamba kujiona muda wote wewe ni mwenye dhambi, maana yake still hauamini ya kwamba Yesu dhambi ilimhukumu na dhambi ilihukumiwa mpaka kifo. Kwa anapofufuka, maana yake ni kwamba amelipa the payment of sin. Hakuna tena hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Sio kwamba wanavyotangaziwa msamaha wa dhambi basi ndio waendelee kufanya dhambi. Hauwezi ukaambiwa kwamba umelipiwa madeni yako yote uliyokuwa unadaiwa afu ndio ukapata ujasiri wa kwenda kukopa. Wewe unakuwa ni mjinga. Yaani mjinga ni mtu haelewi ya kwamba yeye sasa hivi amelipiwa madeni. Sio kigezo cha kwenda tena kukopa. Maana yake mjinga ni mtu asiyefahamu. Ndio maana sasa aliyeamini anaanza kuwekwa shule, ajue asili aliyopokea ya kwamba amelipiwa, anao msamaha wa dhambi. Hana asili ya dhambi, hana nguvu ya kutenda dhambi. Ndani yake ana chipu ya utakatifu. Ndio maana tuna tunda la Roho ndani yetu. Kila muamini ameungwa na Bwana, ana Roho Mtakatifu ndani yake, ana Roho wa Mungu. Kwake kutenda mema it is very easy, kwa sababu ndio asili aliyonayo. Ukisoma tafsiri ya TKU anasema, yani tafsiri ya Kiswahili kwa urahisi, anasema Warumi 6 pale mstari wa 4 anasema, na kama Mungu alivyomfufua Yesu katika wafu kwa nguvu ya ajabu, vivyo na sisi tunaweza kuenenda katika upya uzima kwa hiyo nguvu inayokaa ndani yetu. Kwa muamini hajitahidi kushinda dhambi. Unavyopambana na dhambi kwa kufunga, una fight na kitu ambacho kilishashindwa. You supposed to open your eyes, ufunguliwe macho uweze kuona ya kwamba wewe umekufa kwa habari ya dhambi. Huna uwezo wa kufanya dhambi kwa sababu ushakufa. Ndani yako una uwezo wa kuproduce utakatifu. Kwa unajiambia, unaona hivyo kwamba nimekufa kwa habari ya dhambi. Dhambi kwangu haina nguvu. Dhambi maana yake unapopambana na dhambi unapigana na kitu ambacho kimekufa. Kwa muamini anao msamaha wa dhambi. Tukaona na mitume walihubiri habari hizo hizo, walichofundishwa na Yesu ndicho walienda kukihubiri. Umeona? Hawakuhubiri vitu vingine. Japo kuna muda walitaka kutoka, wakataka kuhubiri vitu vingine. Unaona Wagalatia pia kwenye pale Paulo anakuja kuambia Wagalatia 3 pale, enyi Wagalatia, ni nani aliyewaloga? Nataka kujifunza kitu kutoka kwenu. Je, mlipokea Roho Mtakatifu kwa matendo ya sheria au kuamini kunakotokana na imani? Manake hawa jamaa walikuwa wameamini alafu wakataka kukamilishwa. Anasema mnataka kukamilishwa kwa jinsi ya mwili. Kwa jinsi ya mwili tulishaona kule, alisema mimi ningeweza kuutumainia mwili. Mtu yote akijiona ana sababu ya kujisifu, mimi ni zaidi. Kwa Wagalatia walikuwa wamepokea Roho Mtakatifu, wameamini, lakini wakaja kupokea mafundisho mengine ambayo yanawataka wao waendelee kutoa sadaka ili Mungu awakubali. Kwa hiyo wamepokea haki kwa imani, alafu sasa wanataka kukamilishwa tena kwa namna ambavyo wanavyotenda. Ndio maana anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani sio kwamba anaamini baadaye atapona au atakuwa tajiri. Mwenye haki aliamini kwa imani ya kwamba Yesu alikuja akafa kwa ajili ya dhambi zangu. Aliamini hivyo na anaishi hivyo kwenye mwenendo wake wa kila siku. Anavyopatia, anavyoacha kuzini. Sio anaacha kuzini ili Mungu amkubali. Hapana. Anaacha kuzini au anaendelea kutoa sadaka kwa imani. Maana yake anatoa sadaka kwa sababu ndio asili yake ya upendo aliyopokea katika Kristo. Anaacha kutenda mambo mabaya, anaacha kusengenya na kutukana. Sio Mungu amkubali, anaacha kwa imani kwa sababu alishakubalika. Maana yake atendi matendo
haya ili akubalike. Alishakubalika, maana yake anayatenda haya kwa sababu ndiyo asili yake. Hatutendi haya matendo ili tukubalike, maana yake tunatenda kwa imani. Kutenda kwa imani au kuishi kwa imani, maana yake ninayatumia haya sio ili nikubalike, ninayatumia haya kwa sababu ni asili yangu, ndio kuishi kwa imani. Ninayatumia haya maana yake ni kwa ajili ya kumwambia Mungu asante. Thank you Jesus for what you did. Kumwambia Mungu for what you did. Kwa muamini amefananishwa na Kristo. Warumi 8:29 anasema, maana wale aliyowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwa na mfano wa mwana wake aliyemzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Yesu ni mzaliwa wa kwanza katika kufufuka. Alipofufuka, amefufuka kwa sababu ya nini? Aliishinda dhambi. Kwa hiyo anayekuja kuamini anafananishwa na kufa na kufufuka kwake. Kwa hiyo Yesu ni mzaliwa wa kwanza, inaitwa prototype. Prototype. Maana yake prototype, tunataka kutengeneza simu. Tunatengeneza simu moja ambayo kwenye hii simu moja simu zote zitaiga huu mfano. Ndio prototype. Maana yake Yesu alivyokufa na kufufuka, wale wanaokuja kuamini ile kazi wanafananishwa na ule mfano wa kufa na kufufuka kwake. Anasema hivi, Warumi 8:29, maana wale aliyowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwa na mfano wa mwana wake aliyemzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi, mzaliwa wa kwanza katika wafu. Maana yake ni kwamba wafu waliokufa kwa habari ya dhambi wamefufuka kwa habari ya haki. Kwa muamini amefananishwa na Kristo. Ndio maana waraka wa kwanza wa Yohana 4:17 anasema, katika hili pendo limekamilika kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Maana kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni humu. Muamini amefananishwa na Kristo. Warumi 6 pale anaeleza, anasema, je, tuendelee kufanya dhambi? Anasema ili neema izidi kwa nyingi. Anasema la, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Amfahamu sisi tuliokufa katika tuliobatizwa katika mauti yake tulikufa pamoja naye. Kwa hawa anawarekebishia ufahamu ya kwamba wajione ya kwamba wao wamefananishwa na mfano ule wa Kristo. Kwa muamini hana dhambi. Muamini hana dhambi. Muamini hana dhambi. Sio kwamba hakuna siku atakuja kukosea, hapana. Lakini katika namna ile ya asili aliyopokea, muamini hana dhambi. Haya ndio anatakiwa afundishwe, asili aliyopokea kwamba he is dead or she is dead katika namna ya dhambi. Ndivyo anavyoendelea kudhihirisha asili, na hili jambo sio la siku moja, ni jambo la kila siku. Muamini anatakiwa kula shule ili aweze kudhihirisha asili aliyopokea katika Mungu. Hiyo ndiyo toba ya kweli. Hiyo ndiyo toba ya kweli. Hiyo ndiyo toba ya kweli. Toba sio kwenda kulia. Toba ni neno la Kigiriki, tutakuja kujifunza zaidi. Toba ni neno la Kigiriki ambalo linamaanisha, linaitwa metanoia. Metanoia. Haya ni maneno ya Kigiriki ambayo yametoka kwenye lugha ya asili, ambapo ukiangalia neno metamorphosis, metaphysics. Metamorphosis maana yake meta ni change, morphosis ni morphology. Kwa ni badiliko linalotokea baada, ni badiliko la kiumbile. Meta ni change, morphosis ni umbile. Kwa change ukiunganisha, metamorphosis ni badiliko linalotokana na maumbile, shape, size. Yani mtu, metamorphosis ni lile umbile linabadilika. Sasa tukija kwenye neno toba. Toba kwa lugha ya asili, Kiingereza repent, kwa lugha ya asili inaitwa metanoia. Meta means change, alafu noia ni knowledge au ufahamu au mind. Kwa metanoia ni badiliko ambalo mtu analipata baada ya kupokea ufahamu fulani. Hilo badiliko mtu analipata, hiyo ndiyo toba. Kwa hiyo mtu anaweza akaenda kanisani Jumapili akasema ya kwamba ametubu, kwamba ni ametubu kwa kusema maombi ya kwamba Mungu, mimi ni mwenye dhambi, nimekukasirisha sana. Maana yake anaweza akasema hayo maombi, lakini hakawa hajatubu. Amefanya dhambi, ametukana, amesengenya wiki nzima, alafu anaenda Jumapili anasema maombi, anakiri dhambi zake,
anakiri dhambi zake, hajabadilisha namna ya kufikiri kuonesha kwamba umekufa kwa habari ya dhambi. Wewe ni kiumbe kipya. Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Ndio maana nyaraka zinasema hivyo. Ninyi ni viumbe vipya, mmezaliwa mara ya pili. Hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Mtaendeleaje kuvitoa viungo vyenu kutumiwa na makahaba? Maana yake hawa sio kwamba anawaambia Roho ameondoka ndani yenu. Sisi ni tofauti na kina Daudi. Daudi Roho alikuwa akai ndani kwa sababu hakuwa na ground. Sisi Roho anakaa ndani, we have the ground kwa sababu tumetakaswa ndani yetu. Maana yake ni kwamba mtu anaenda kanisani analia kwa dhambi aliyoifanya, alafu hatubu. Maana yake anatoka Jumatatu anaendelea kufanya dhambi ile ile kwa sababu hajabadilishwa namna ya kufikiri. Mtu anaacha kunywa pombe, anaenda Jumapili kutubu kwamba kuna dhambi ya pombe, ulevi aliufanya. Umeona? Analia kila wakati, anaomba maombi ya toba. Huyu hajatubu kwa sababu toba is the changing of mind. Ila nikaja nikamwambia, no, wewe hapo si umemwamini Kristo, umekufa kwa habari ya dhambi. Huna uwezo wa kufanya dhambi. Wewe ni kiumbe kipya. Mungu anakaa ndani yako. Dhambi hii imeshashindwa. You are fighting na kitu ambacho kilishakufa. Hata kama unakifanya, unadhihirisha kitu ambacho sio mwenendo wako. Wewe haumdhihirishi Mungu. Haumdhihirishi Mungu kwa namna unavyofanya, haumdhihirishi Mungu. That is not your nature. You are acting the nature ambayo sio ya kwako. Manake huyu, ule ufahamu niliomuingizia, atakapoanza kubadilisha mwenendo kulingana na ule ufahamu aliopokea, hiyo ndiyo metanoia. Hiyo ndiyo toba. Hiyo ndiyo toba ya kweli. Ndio maana nikasema ya kwamba mtu anavyoendelea kila siku kuona asili yake, huyo ndiyo aliyetubu. Asili yake nini? Amekufa kwa habari ya dhambi. Kwa toba sio maombi. Toba ni badiliko baada mtu analipata baada ya kupokea ufahamu. Asiyeamini siku atakapohubiriwa habari za Kristo, alikuwa anaamini ya kwamba yeye anaweza kukamilishwa kwa matendo yake. Huyo asiyeamini akahubiriwa. Maanake huyo asiyeamini akahubiriwa, akabadilisha mtazamo kutoka kwenye matendo yake aliyokuwa anayategemea kupata wokovu, akaja kuhesabiwa haki kwa imani. Huyo ametubu kwa mara ya kwanza. Huyo ni mtu asiyeamini, amekubali habari za Yesu. Anayekubali habari za Yesu kwa mara ya kwanza, huyo ndio aliyetubu kwa mara ya kwanza. Asiyeamini kuwa muamini, maanake amepokea kile kipawa cha Roho Mtakatifu. Huyo ndio ametubu. Alafu sasa aliyeamini kila siku anapoendelea kubadilisha ufahamu kwa kujifunza asili yake, huyo ndio anayetubu, kubadilisha mwenendo ule aliyekuwa anaenenda zamani. Huyo ndiye anayetubu. Kwa mitume walihubiri hizo habari. Kwa nimefanya revision kwa muda mrefu sana. Sasa leo tunaangalia the whole scope ya wokovu, namna nyingine katika kuhamishwa kutoka kwenye nguvu za giza. Neno soteria, maana nyingine au the scope ya salvation ya kile kitu Yesu alichokifanya ni kuhamishwa kutoka kwenye nguvu za giza. Maana yake ukitaka kuelewa msamaha wa dhambi, urudi kwenye haya masomo ya nyuma ambayo tulishajifunza. Kwa hiyo another scope ya salvation au wokovu au soteria, ili useme wewe umesozo, yani umeokolewa. Kwa sababu nilisema soteria ni nomino, alafu sozo ni kitendo. Yani soteria ni wokovu, alafu sozo ni kitendo cha wokovu, yani nimeokoka. Kwa mtu anayesema ameokoka, kwa lugha nyingine, ni amehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza. Aliyeokoka ni mtu aliyehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza. Amehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza. Aliyeokoka ni mtu aliyehamishwa, hayupo tena huko, amehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza. Anaweza akawa kama mtu huyu alikuwa anaishi Dodoma, kwa namna ya nje atakuwa yuko pale pale alipokuwepo. Kwa namna ya nje yuko pale pale alipokuwepo. Kwa namna ya nje huyu mtu yuko pale pale alipokuwepo. Kwa namna ya nje huyu mtu yuko pale pale. Muamini amehamishwa, hayupo tena huko. Maana yake mtu alikuwa yuko Dodoma. Kwa namna ya mwili ndio hivyo kama anavyosema. Kwa namna ya mwili ataonekana yuko hapo hapo. Lakini kumbe katika ile namna ya Mungu, huyo mtu, au katika namna ya rohoni, huyo mtu hayupo tena chini ya utawala wa shetani. Tutaenda kuangalia mistari michache hapa. Wakolosai 1 mstari wa 12, 13 na 14. Wakolosai 1, lakini target hapa ipo kwenye Wakolosai 1:13. Tutaanzia 12.
Wakolosai 1:12 anasema, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, sio katika giza. Mkimshukuru Baba aliyewastahilisha, 12, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. 13, naye alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha. Maana yake alitufanyia sozo, alituokoa katika nguvu za giza. Umeona the meaning of salvation. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Alivyotuokoa katika nguvu za giza, akuishia kutuokoa, akatuhamisha. Mungu alituhamisha, Yesu alituhamisha. Alituokoa kwanza, alitufanyia sozo. Maanake hapo tumepata soteria. Alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha, akuisha kutuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari wa 14, ambaye katika yeye, in him. Ndio maana muamini kila kitu anahesabika ndani yake. Anasema katika yeye tunakwenda, tunakuwa na uhai wetu. Kila kitu, baraka zote, tumebarikiwa kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho katika Kristo. Kwa maana yake ndani yake, ndio nasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Kwa sisi tuko ndani ya Kristo, tunahesabika ndani yake, kila kitu ni ndani yake. Maana yake ni kwamba sisi tulio ndani ni sawa sana mtu akiwa ndani ya nyumba. Mtu aliye ndani ya nyumba, umuoni yeye, unaona nyumba. Maana yake ni kwamba kila kitu kikitaka kupata definition, hii nyumba ni nzuri, hii hawajui kama ndani kuna watu au hakuna watu. Na sisi tuko ndani ya Kristo. Kwa anaonekana kwanza yeye, ndio tunaonekana sisi. Kwa sisi kuanza kusema ya kwamba tumeamini afu tunajiona ni wenye dhambi, maana yake tunasema Yesu ana dhambi, kwa sababu sisi tuko ndani ya Kristo. Ndio maana nasema naye alituokoa katika nguvu za giza. 13 hiyo narudia, alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tumeingizwa ndani ya ufalme wa mwana wa pendo lake. Ndio maana nasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo tumeingizwa ndani ya ufalme wa mwana wa pendo lake. Hatupo tena kwenye utawala wa shetani, kwa sababu tumehamishwa. Muamini amehamishwa, ameokolewa, akahamishwa, akaingizwa kwenye ufalme mpya. Kwa hiyo hakuna namna shetani anaweza kuja kumhukumu muamini kwa namna yoyote ile. Hata kama akiwa amekosea, muamini hana hukumu. Muamini hana hukumu kabisa, hana hukumu kabisa, hana hukumu kabisa. Muamini hana hukumu kabisa, kwa sababu kigezo ambacho shetani anakitumia kwa hukumu wana wa Mungu ni dhambi. Dhambi ya kwamba umekosea, anaanza kukuletea hukumu ya yale uliyoyafanya. Umekosea hivi, Mungu amekuacha, Mungu amekuacha. Shetani anatumia sheria kwa hukumu watu, kwa hukumu watu kwamba mlifanya 1, 2, 3 hivi na hivi na hivi na hivi, wakati kazi ilishafanyika. Kwa muamini asiyejua ya kwamba amehamishwa kutoka kwenye nguvu za giza, ataendelea kuhukumiwa, ataendelea kuwa na condemnation. Lakini Biblia inasema naye alituokoa akatuhamisha katika nguvu za giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye, amemalizia 14, tuna msamaha, yaani ondoleo la dhambi. Tuna msamaha. Neno tuna msamaha English amesema we have, ni kitu ambacho we possess. Tunamiliki msamaha wa dhambi. Sisi tuna msamaha wa dhambi. Shetani akija aseme ya kwamba huyu leo amezingua 1, 2, 3 hivi na hivi, kwa hiyo mimi nina uhalali wa kumletea magonjwa, huo uhalali hana. Ukisikia unaambiwa kwamba kwa kukosea kwako shetani anapata uhalali, hilo ni fundisho potofu, sio kweli. Shetani hana uhalali juu ya maisha ya muamini, hana uhalali juu ya maisha ya muamini kwa namna yoyote ile, kwa sababu hiyo dhambi anayoitafuta ili atuhukumu sisi haipo, imeshahukumiwa katika mwili wa Kristo. Ndio maana hakuna tena hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa muamini ameokolewa, amehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza, ameingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Maana yake mtu asiyeamini habari za Yesu yupo kwenye utawala wa shetani, hata kama haendi kwa mganga, hata kama halogi, hata kama afanye kitu kingine
chochote ambacho ni kibaya, yupo chini ya utawala wa Shetani. Kwa sababu ukimwangalia Mtume Paulo kwa namna ya kawaida pale amejieleza kwenye kitabu cha Wafilipi pale, anasema kwa habari ya kutumainia mwili mimi ni zaidi, anasema nilitahiriwa siku ya 8, sijui ni Farisayo, kwa habari ya kushika Torati. Maana yake huyu mtu alikuwa anafanya vitu vyema ambavyo viliandikwa kwenye sheria ya Musa, alikuwa anafanya vitu vyema. Lakini sasa angalia kwenye kitabu cha Waefeso anavyosema, Waefeso 2:1 pale mpaka 6, anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Nanyi, maana yake hawa watu walikuwa wamekufa. Tutakuja kuangalia kuzaliwa mara ya pili ni maana nyingine ya neno soteria au wokovu. Anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Anawaambia watu ambao hapo nyuma walikuwa wamekufa, maana yake sasa hivi wanaishi. Hawakuwa wamekufa kifo cha kufukiwa chini, maana yake mtu akishafukiwa chini huyo imeisha, hafufuki tena. Maana yake hawa kuna kifo walikuwa wamekufa. Anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Kumbe kwa sababu ya makosa watu walikuwa wamehesabika ni wafu kwa sababu ya dhambi, ndio maana Yesu akafa. Mstari wa 2, ambazo mliziendea zamani, angalia, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Umeona? Kwa roho anatenda kazi sasa katika wana wa kuasi. Wana wa kuasi ni kina nani? Sio wanaopatia, kwa sababu Paulo alikuwa anapatia. Wana wa kuasi ni wale wasioamini habari za Kristo. Anasema mstari wa 3, ambao zamani sisi sote, umeona, na yeye anajiweka Paulo, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Kwa Mtume Paulo pamoja na kwamba alikuwa ameshika Torati, lakini alikuwa chini ya utawala wa Shetani, under the dominion of the devil. Mstari wa 4, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Wakati gani? Mstari wa 5, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. 6, akatufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Angalia, kutufufua pamoja naye tulipokuwa tumekufa, maana yake ndio kutuhamisha kutoka kwenye the dominion of the devil, kutoka kwenye ule utawala wa Shetani. Maana yake akatufufua, akatutoa kule, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, muamini ameketishwa na Kristo, yuko ndani ya Kristo. Muamini ameketi na Mungu, muamini amekaa, yuko na Mungu, haangaiki tena kwenda mbinguni kwa sababu Mungu anakaa ndani yake katika namna ya roho. Muamini haangaiki tena kwenda mbinguni, ameketishwa na Kristo, amehamishwa kutoka kwenye ufalme wa nini? Wa giza. Anasema lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, mstari wa 4, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Wakati gani? 5, anasema wakati wote tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu. Kwa Mungu akusubiri mtu apatie. Mungu akusubiri mtu apatie. Watu wote walipokuwa wenye dhambi, wala Mungu hakuomba, Bwana Mungu tunaomba mshushe mwanao. Mungu tunaomba, dhambi zimetutesa, tunashindwa kukukaribia kwa sheria. Mungu mshushe mwanao, Mungu mshushe mwanao. Kwa sababu watu sio walikuwa wanadhani ya kwamba wanaweza kuhesabiwa haki kwa sheria. Walikuwa wanakataa habari za Yesu. Kule zamani ilikuwa kama ahadi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba watu walikuwa wanakataa habari za Yesu. Maana yake ni kwamba Mungu hakusubiria kuombwa amwachie mwanae wa pekee. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, yeye mwenyewe kwa kupenda. Ndio maana anasema hata wakati wetu tulipokuwa wafu. Anasema mstari wa 4, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. 5, hata wakati huo tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu. Maana yake ni kwamba Mungu akusubiri mtu apatie, akalidhihirisha pendo lake. Kwa hiyo sisi tumependwa tukiwa wenye dhambi. Tumependwa tukiwa wenye dhambi. Kwa maana yake ni kwamba kupatia kwetu sio Mungu anakutumia ili atupe vitu. Hapana. Mungu alitupenda wakati tukiwa ni wenye dhambi. Mungu alitupenda wakati tukiwa wenye dhambi. Kupatia kwetu hakumshawishi Mungu ili atukubali atupe vitu au alinde maisha yetu. Unapokutumia utakatifu wako kwenda kumwambia Mungu ya kwamba Mungu ninastahili nipate 1, 2, 3 kwa sababu nimepatia, maana yake unasema kwamba wewe Mungu alikupenda au anakupendaga wakati umepatia.
unakataa upendo wa Mungu, unaona kwamba upendo wa Mungu kwako wewe unashawishiwa na vitu unavyovifanya. Kwa maana yake upendo wa Mungu kwako sio upendo wa Mungu kama Mungu ana upendo. Mungu anakupenda wewe kwa sababu ya wewe umepatia. Maana yake wewe ni mwema kuliko Mungu. Kwamba Mungu yeye hawezi akaonesha ile athiri yake ya upendo mpaka wewe umefanya. Anasema hivi, Mungu alitupenda wakati gani? Hata wakati wetu tulipokuwa wafu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisi tulikuwa ni wenye dhambi, tena tumekufa. Hakuna kinachoeleweka, hakuna. Hii ukisoma kwenye translation ya translation for translator ameelezea ni watu waliokuwa mbali, ni watu wa taifa jingine ambao walikuwa hawana Mungu. Ameeleza ya kwamba siku wakifa maana yake walikuwa ni watu ambao wamepotea kwa sababu hawakuwa na uzima milele. Kwa Mungu akaja akalidhihirisha pendo lake wakati wetu tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu. Kwa maana yake ni kwamba sisi tulikuwa wafu, tuko chini ya utawala wa Shetani, Mungu akalidhihirisha pendo lake. Kwa maana yake ni kwamba Mtume Paulo pamoja na kupatia kwake alikuwa chini ya utawala wa Shetani. Alikuwa ana dhambi hata kama alikuwa akosei, kama alivyosema kwenye kitabu cha Wafilipi pale 3 ukishuka pale chini. Anasema mambo yale yaliokuwa faida kwangu nilihesabu kuwa hasara kwa uzuri wa kumjua Kristo. Anasema nilihesabu kuwa kama mavi. Kwa Mtume Paulo yeye mstari wa 9 pale anasema tena nionekane katika yeye nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria. Maana yake ni kwamba akahesabu kwamba kukubalika mbele za Mungu hapana, ni katika Kristo peke yake. Maana yake ili nihesabike siko tena chini ya utawala wa Shetani, ni kumwamini Kristo. Kwa maana yake asiyeamini yuko chini ya utawala wa Shetani. Aliyeamini amehamishwa kutoka kwenye nguvu za giza. There is no more influence of the devil. Sasa tukirudi kule kwenye Wakolosai 1:13. Wakolosai 1:13. Hii neno ambalo tumelisoma hapa, Wakolosai 1:13. Wakolosai 1:13. Wakolosai 1:13. Hii naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa hili neno alituokoa katika nguvu. Hili neno nguvu linaitwa exousia. Exousia. Exousia kwenye lugha ya asili. Exousia inaandikwa EXOUSIA. Exousia. Maana yake Mungu alitutoa katika exousia. Exousia power. Exousia power. Exousia ni nguvu. Exousia kuna nguvu za aina mbili, kuna dunamis power na exousia power. Exousia power. Exousia power maana yake ni nguvu ya ushawishi, yani ushawishi maana yake unakuwa influenced kufanya kitu fulani. Unakuwa influenced, yani kuna nguvu ndani yako ambayo inakushawishi kufanya jambo fulani. Unashawishiwa na hilo jambo. Exousia power. Anasema the power of choice, liberty of doing, one person please, physical and mental power. Ameelezea hapo, ina maana nyingi sana zimeelezewa hapo. Hiyo neno exousia. Capacity, force. Umeona? Kwa maana yake Mungu alitutoa katika exousia power. Maana yake ni kwamba kuna ushawishi wa Shetani, kuna the influence, kuna utawala ambao tulikuwa nao, kwamba tulikuwa tunahesabika sisi tuko under the influence of the devil. Ndio maana hapa Waefeso 2 mstari wa kuanzia wa kwanza pale mpaka wa 6, Mtume Paulo anasema, twende hapa Waefeso 2 mstari wa 3. Anasema ambao sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Umeona? Kuona Mtume Paulo na yeye alikuwa ni mtoto wa hasira kama na hao wengine. Ukisoma Tito 3 kuanzia mstari wa 3, Tito 3:3, Tito anasema maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili. Angalia hivi vinaendana kama kule kwenye Waefeso 2. Tulikuwa waasi, tumedanganywa, huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na usuda, tukichukiza na kuchukiana. Mstari wa 4,
Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Lini ulifunuliwa? Wakati tukiwa wenye dhambi. Mstari wa 5, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake na kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya kwa Roho Mtakatifu. 6, ambaye alitumwagiwa kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. 7, ili tuhesabiwe haki kwa neema yake, tupate kufanywa warithi wa udhima wa milele, kama lilivyo tumaini letu. Maana yake hapa anasema, mstari wa ngapi hapa? Wa 3. Anasema zamani sisi tulikuwa tuna akili. Kwa mtu alikuwa akituchukiza na sisi tunamchukiza. Mtu akitufanyia baya na sisi tunafanya baya. Kwa sababu gani? Ndivyo sheria ilivyotaka. Ndivyo ambavyo watu ambao wanakuwa influenced, yani ana the exhaust, anakuwa influenced. Yani mtu akikuchukia na wewe unamchukiza, maana yake ndio asili yako. Yani wewe ndio asili yako. Yani unakuwa na exhaust, unakuwa influenced kufanya hivyo. Unakuwa influenced kufanya hivyo. Ndio maana mtu aliyeamini akifundishwa mwenendo aliyopokea katika Kristo, maana yake amekwazwa, anaambiwa waombeeni adui zenu, wasameeni wanaowaudhi. Kwa sababu gani? Hayupo tena under the influence of the devil. Hatumiki tena tamaa za mwili. Haongozi kwa kumfuata roho wa uwezo wa anga. Atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kwa muamini amehamishwa, hana tena the influence of the devil. Shetani hawezi tena kumu-influence huyu muamini, kwa sababu amehamishwa kutoka kwenye utawala wa shetani. Tunaendelea. Waebrania 2 kuanzia mstari wa 14 pale. Waebrania 2 kuanzia mstari wa 14 pale. Waebrania 2 kuanzia mstari wa 14. Waebrania 2 kuanzia mstari wa 14 anasema, basi kwa kuwa watoto, yani sisi, wameshiriki damu na mwili. Maana yake hapa alikuwa anawaambia, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili hizi tulizo nazo, yeye naye vivyo hivyo, yani Yesu alishiriki yayo hayo. Yapi? Damu na mwili. Maana yake sasa Mungu kumtuma mwanae kwa mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Kwa kila kitu kilihukumiwa katika mwili. Ndio maana nasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye alishiriki yayo hayo. Alishiriki hivi, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Tumeona maana ya kuvaa mwili, ili afananishwe na sisi, ili ahukumu kila kitu kilichokuwa kinatusumbua. Anasema ili kwa njia ya mauti, kwa njia ya kufa, amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. 15, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Yesu anapokuja kufananishwa na sisi, anasema watoto wameshiriki mwili na damu, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, mwili na damu. Maana yake alifananishwa na sisi, ili sasa anapokufa katika wafu, kumbe lengo ni amharibu aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, kwa sababu mshahara wa dhambi ilikuwa ni mauti. The wages of sin ilikuwa ni death. Kora manda rabashada baa, kora mandele bakota ya maanda, manda rabashada ba alidibo kori ya maanda rabakota bali dibo shede ba alidibo kota ya maanda rabakota. Mshahara wa dhambi ulikuwa ni mauti. Mshahara wa dhambi ulikuwa ni mauti. Roho anafunua kitu cha ajabu. Mshahara wa dhambi ulikuwa ni mauti. Kwa hiyo Yesu anapokuja kushiriki karamanda rabashata, Yesu anapokuja kushiriki mwili, anafananishwa na sisi tuliokuwa wenye dhambi. Maana yake mwili wake unapay all the requirement of sin, all the requirement ya kuwa katika utawala wa shetani. Maana yake ni kwamba anasema hivi, na urudia umstari, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Nini? Damu na mwili, ili kwa njia ya mauti, yani kwa kufa kwake, amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. 15, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Tulikuwa katika hali ya utumwa, tulikuwa under the dominion of the devil. Kwa sababu ya nini? Anasema
wote tulikuwa ni wenye dhambi, tukawa chini ya utawala wa shetani kwa sababu ya dhambi. Kwa Mungu au Yesu anapokuja kuvaa mwili ulio wa dhambi, anapokufa, the same thing ambacho tumekisoma kuanzia kule, kumbe ndio anamharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Kwa Yesu anapokufa, anapolipa the payment of sin, manake ndipo anaharibu ile nguvu ya mauti. Ndio maana muamini anao uzima wa milele. Maana yake ni kwamba 15 anasema awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Muamini hayupo tena chini ya utumwa wa shetani. Muamini haongozwi na shetani. Muamini hawezi kutawaliwa na nguvu za giza. Muamini hawezi kulogwa. Muamini hawezi kufanywa chochote, hata kama ametenda vibaya, amewaza vibaya, amefikiri vibaya. There is no place of the devil, kwa sababu anasema hivi, anasema hapa, naurudia, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia haleluya, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Kwa kifo cha Yesu maana yake kilikuwa kinaharibu dhambi. Kifo cha Yesu kilikuwa kinamharibu shetani, ili sasa asije akawahukumu tena waamini. Muamini jamani, hana hukumu ya adhabu, hana hukumu yoyote kutoka kwa shetani. Shetani hawezi tena kumhukumu huyu, amehamishwa, sio mali tena ya shetani. Muamini sio tena mali 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 ya shetani. Muamini hawezi kuwa mali ya shetani. Muamini sio mali ya shetani. Muamini haiwezekani milele yote kuwa mali ya shetani. Siku akikosea atakapokuwa mali ya shetani, maana yake kazi ya Yesu haijatosha. Hukumu ya dhambi siri inaendelea kudai. Mauti inaendelea kufa, maana yake Yesu anatakiwa kufa tena. Yesu alikufa mara moja kwa sababu Yesu sio mbuzi. Mbuzi walikufa, maana yake ni kwamba hawakufananishwa na sisi. Ng'ombe walikufa, hawakufananishwa na sisi, lakini yeye alifananishwa na sisi katika mambo yote, ili anapo pay the payment, maana yake anakuwa amelipa gharama yote. Kwa muamini hakuna eti kwamba eti siku atakosea atasema shetani alinipitia. Hayupo huyo shetani aliyokupitia wewe kwamba ufanye hicho unachokifanya. Ni wewe tu umefanya kwa sababu uliamua kufanya, kwamba shetani alinipitia. Huyo shetani hayupo. Shetani huyo hayupo. Shetani huyo hayupo. Kwa hiyo watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Shetani hana mamlaka juu ya muamini. Shetani hana nguvu. Ukijifunza the meaning au where mahali gani ambako shetani yupo, mahali gani ambako shetani anakaa, tumesoma katika kitabu cha Waefeso hapo. Anasema ambao zamani sisi sote tulienenda kati yao, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Anasema ambao zamani sote tulienenda kati yao, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na nia. Hapo juu mstari wa 2 anasema kwa kumtumikia roho wa uwezo wa anga atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kwa shetani anatenda kazi katika wana wa kuasi. Shetani anaoperate katika wana wa kuasi. Ndio maana majaribu ya Yesu, alijaribiwa na watu wasioamini. Walikuwa wanasuggest a thing, walikuwa wanasuggest vitu, walikuwa wanasuggest mambo, walikuwa wakimjaribu. Watu wengi wanaanza kusema ya kwamba shetani anaweza akamuingilia muamini kwa mistari baadhi. Tutaenda kujifunza kwamba nani Petro alipokuwa amemwambia Yesu, alipomwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, uyawazi yaliyo ya Mungu, uyawazi yaliyo ya Mungu. Watu wanasema kwamba mimi pia nilikuwa najua hivyo kwamba Petro aliingiliwa na shetani. No, neno Satan kwa lugha ya Kigiriki halimaanishi tu mtu mbaya au halimaanishi shetani. Neno Satan linamaanisha idea ambayo inapingana, idea yote ambayo inapingana na kile kitu ambacho kimekuwa presented, neno Satan. Kwa hiyo huyu kwa kuwa alikuwa haamini, kumbuka
wakati Yesu anapresent, hao wanafunzi wa Yesu walikuja kuamini siku Yesu alipowafundisha ndani ya siku 40. Alianza kutoka Musa na manabii wote na Zaburi. Maana yake Petro alikuwa sio muamini. Maana yake alikuwa anasuggest vitu ambavyo viko nje na mpango wa Mungu. Kwa idea aliyoipresent huyu Petro ndio ilikuwa Satan, yani inapinga lile kusudi la Mungu. Maana yake idea yote ambayo inapinga ndio ilikuwa inaitwa Satan. Kwa hiyo sio kwamba shetani alimuingilia nani? Alimuingia Petro. Umeona? Na mistari mingi mingine ambayo inaelezea kwa Yuda pale. Anasema shetani alimuingia nani? Alimuingia Yuda. Umeona? Tunakuja kwa nani? Kwa Anania na Safia. Petro alimwambiaje? Kwa nini shetani ameujaza moyo wako? Sio kwamba ameingia, maana yake huyu alidanganywa. The action aliyokuwa anaifanya huyu ni kwa sababu kuna the information ameingiziwa, either na mke wake au walivyokaa wakashauriana. Kuna the kind of information ikaingia kwao, wakadanganywa. Lakini sio kwamba wameingiliwa na shetani, kwa sababu shetani hayuko kila mahali. Shetani hayuko kila mahali. Shetani hayuko kila mahali. Shetani hayuko kila mahali. Mifano ipo mingi sana kwenye Biblia, kwa sababu shetani anatenda kazi kwa wasioamini. Shetani alikuwa ndani ya Herode akitaka kutimiza. Ndio maana nimesema shetani anafanya kazi kwa watu wasioamini. Maana yake alikuwa ndani ya Herode akitaka kumuua nani? Yesu. Lakini shetani hakuwa na taarifa, hakuwa anajua Yesu amezaliwa wapi. Ndio maana wale mamajusi sio wa mamajusi ni magician, ni watu ambao wanaweza kusoma nyota. Mamajusi walipokuja wakamwambia Herode, kwa sababu walikuwa hawajui, wakamwambia tumeiona nyota ya kwamba mfalme amezaliwa katika mji wako. Herode ndo anashtuka, kuna mfalme anazaliwa kwenye taifa langu? Umeona? Angalia Herode alichokifanya. Alienda kwa makuhani akauliza taarifa hizi. Anasema makuhani na wanasheria. Kwa nini makuhani na wanasheria, sio Masadukayo? Kwa sababu hawa ndio watu walikuwa wanaijua sana Torati, walikuwa wamesoma sana habari za Agano la Kale. Wakamwambia kweli, anasema ndivyo ilivyoandikwa kwamba Yesu atazaliwa katika Bethlehem. Kwa hiyo hawa jamaa walikuwa wamesoma na walikuwa wanajua ya kwamba hizi habari zimeandikwa kule, lakini walikuwa hawamuamini huyu Kristo, kwa sababu walikuwa na perception zao kwamba huyu jamaa Yesu atakuja kwa namna nyingine ambao walikuwa wanaijua kwenye akili zao. Umeona? Kwa Herode akatafuta taarifa kutoka kwa nani? Akapata taarifa ya kwamba ndivyo ilivyoandikwa. Kwa hiyo kumbe Herode sasa, baada ya kusikia kutoka kwa mamajusi, umeona, akapewa uhakika wa mambo kutoka kwa makuhani alivyouliza zile taarifa. Manake ndivyo shetani hapo akaanza kupata utendaji. Ndio maana akawaambia wale mamajusi, nendeni mtakapomuona mtoto alipolazwa, nendeni mkanipe taarifa ili na mimi niende nikamsujudie. Kumbe lengo lake ni kumuua Yesu, kwa sababu wewe unamuuaje mtoto mdogo wakati unajua hawezi? Kwanza hata mpaka unakuja kufika kwenye ufalme wako utakuwa umesha kufa. Huyu ni mtoto mdogo, amezaliwa leo. Umeona? Amezaliwa sijui siku hapo chache zilizopita. Maana yake ni kwamba kuna roho ambayo ilikuwa inaoperate ndani yake. Kwa sababu gani? Hizi habari zilitabiriwa kutoka kule. Maana yake alivyopata taarifa, maana yake ndipo shetani akapata ufahamu, akapata kuelewa, kumbe ni hivi. Maana yake ni kwamba huyu jamaa alipotaka kwenda anasema wale mamajusi walikuja kutokewa baadaye, wakaambiwa msiende tena huko kwa Herode, kwa sababu anataka kumuua nani? Mtoto. Herode alipochengwa kidogo hakuelewa. Maana yake malaika akamtokea Yusufu, baadaye wakakimbilia wapi? Misri. Walivyokimbilia Misri, kule walikaa tu salama. Kama angekuwa anajua shetani, maana yake angemfuata huko. Maana yake huko angemfuata. Umeona? Maana yake shetani hajui kitu, haelewi, ana feed for the provided information. Ndio maana unatakiwa kuwa makini sana na nani unayeshare naye taarifa. Nani unayeshare naye taarifa? You're supposed to be very much careful kwa mtu unayeshare naye taarifa. Maana yake the more you share your information, ndivyo shetani ana feed from the information. Ila hawezi kusoma akili yako, hawezi kusoma akili ya mtu, hana huo uwezo wa kusoma akili ya mtu. Umeona? Inakuja tena Herode sasa anaanza kugesi
kama hawa mamajusi hawajanipa taarifa, maana yake wamenidanganya. Herode akamaindi, akaanza kuchinja watoto wote mahali ambako alijipatia taarifa. Maana yake ni kwamba alianza kuchinja watoto wote walio chini ya miaka Angalia anacho act. Ana act kutokea kwenye the provided information. Angeambiwa ya kwamba huyu mtoto sasa hivi ana miaka 6, maana yake kuanzia miaka 6 kushuka chini wangeuliwa, lakini aliua kutokea kwenye exactly information ambayo ilikuwa iko provided. Kwa shetani akawalk ndani ya Herode kuua watoto. Maana yake alikuwa ajui ni mtoto yupi, kwa sababu alikuwa hana taarifa ya kutosha. Yesu anaenda kule wapi? Misri. Haikujulikana. Unaona tena katika majaribu ya Yesu anavyokuja kujaribiwa. Yesu anakuja kujaribiwa. Majaribu haya yalianza lini? Baada ya kusikia tangazo ya kwamba huyu ndio mwanangu mpendwa ninayopendezwa naye. Na kuna mahali ambako Yohana alimtangaza. Yohana akasema huyu anayekuja nyuma yangu ni mkuu kuliko. Anasema yeye amekuwepo kabla yangu, mimi sina uwezo hata wa kuzifungua gidamu zake. Maana yake baada ya Yohana kutangaza habari za Yesu, ndio Yesu anaanza kujaribiwa. Hayo majaribu ya kwamba alijaribiwa na nyoka, maana yake hilo ni somo jingine, maana yake tutakuja kujifunza. Lakini ukifuatilia kwenye muktadha, kwenye ushahidi mwingi, waliokuwa wanamjaribu Yesu, maana yake ni kwamba sio shetani alimuingilia. Hapana, ni suggestion za watu. Mafarisayo na Masadukayo. Mafarisayo na Masadukayo na waandishi ndio ambao shetani alikuwa anawatumia kumjaribu Yesu. Maana yake ile ni typology tu ambayo imetumika pale kueleza. Movies zimetufundisha ya kwamba nyoka ndio alikuwa anamdanganya Yesu. Unajua, sikatai watu kuangalia movie, lakini we supposed to be very much careful. Tangu watoto wadogo tumekuwa tukiangalia movie za Yesu. Kwa tunavyosoma Biblia, tunaenda kusoma Biblia kwa mentality ya movie. Alafu tunaona ndo uhalisia wa Biblia, kwamba nyoka alikuwa ameenda pale anamjaribu shetani. Kwa tukiona nyoka tunaona ni nyoka. Umeona? Kwa maana yake ni kwamba shetani hajui, hayuko kila mahali. Maana yake sasa hivi hapa tunavyoongea hayupo. Shetani hapo wewe unavyowaza hayupo. Hajui hizo taarifa unazoziwaza. Hajui unaposhare na muamini mwenzako, hajui wala haelewi. Shetani hayuko kila mahali. Jambo jingine, shetani hajui kila kitu. Hawezi kusoma akili yako. Maana yake shetani akiwa kila mahali anasikia anakuwa kwenye sifa ya Mungu. Shetani akiwa anajua kila kitu, maana yake ni kwamba yuko kwenye sifa ya Mungu. Anayesema anajua kila kitu ni Mungu peke yake, kwa sababu yeye yuko kila mahali, ni omnipresence. Maana ninajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, asema Bwana. Mungu anajua kila kitu, everything. Mungu anajua, yupo kila mahali. Ndio maana roho wa Mungu anakaa, Mungu ni mmoja, lakini roho wa Mungu anakaa kwa kila mmoja. Mungu yuko ndani ya kila mmoja. Sio kwamba huku kwangu amegawanyika, ameingia mguu. Hapana, Mungu yuko yule mmoja, lakini yuko ndani ya kila muamini. God is everywhere. Satan is not everywhere. Jambo jingine, shetani hana nguvu. Kwa ile tulikuwa tunaambiwa ya kwamba unavyopanga mambo yako ya mwaka mzima, jitahidi kwamba uyafunike kwa damu ya Yesu, kwa sababu shetani anajua kesho yako itakuwaje. Shetani hajui kesho yangu itakavyokuwa. Ni pale nitakapo share zile taarifa au the information kwa watu wasioamini, hiyo ndio changamoto inapoanzia. Kwa shetani hajui chochote, hajui my future how will be. Shetani haelewi, ukimchengesha tu kidogo haelewi chochote, hana taarifa za kwetu mpaka tutakapo share. Shetani tunapotembea, sio kwamba eti tukijikwaa amejua taarifa zetu, au pale tutakapofanya dhambi ndo shetani anapatia taarifa. No, shetani hayupo. Yani kuna kitabu fulani nilikisoma cha mtumishi wa Mungu, na kuna audio nilisikiliza ya Apostle Shemeji, amefundisha kuhusu msimpe ibilisi nafasi. Alafu kuna kitabu nilisoma cha mtumishi wa Mungu Bishop Oyedepo, kinaitwa Satan Get Lost. Ameeleza uhalisia wa muamini, ameelezea vitu ambavyo unatakiwa kuvijua, na namna shetani anavyotumia nights, zile dreams trap,
Dreams trap maana yake ni kwamba anakuja usiku, anakudanganya, anakuletea ndoto za ajabu ya kwamba umeota, labda una matunguli, labda usiku umefanya mapenzi. Kulingana na hizi information za kawaida, ukishare kwa watu wanakuambia hao umeota unafanya mapenzi, hiyo ni spiritual husband. Kwa hiyo kitakachokutesa wewe sio kwamba una spiritual husband. Hizo taarifa ulizoingiziwa ndizo zinaanza kukudrive. Utakuwa driven na mambo ya kishetani, utayaona hayo, utayaota hayo. Kwa sababu gani? Ndio mambo ambayo unajifunza, ndio mambo ambayo unakula. Kwa shetani hayuko kila mahali, hajui chochote, hana cha kutuhukumu. Shetani hana uwezo wa kutuhukumu. Kwa sababu gani? Anasema hivi, watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo ameshiriki hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Kuna mstari pia ambao unatumika, mimi pia nilikuwa najua hivyo, kwamba pepo mchafu amtokapo mtu huenda mahali pasipo na maji. Ngoja tuusome huu mstari. Pepo mchafu. Haleluya, haleluya. Najua unajengwa na kuimarishwa. Unajengwa na kuimarishwa na unapokea maarifa. Mathayo 12 mstari wa 43 anasema, pepo mchafu amtokapo mtu upita mahali pasipo na maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. 44. Halafu usema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija akiona tupu imefagiwa na kupambwa. Maana yake ni kwamba akija, maana yake kama shetani anajua kila kitu, huyu pepo anajua kila kitu, anapotolewa, anapoenda mahali ambako hakuna maji, kwa nini asionee huko kwamba nyumba yangu sasa hivi imesafishwa ni tupu? Kwa nini asionee huko mpaka atakaporudi ndio aone ya kwamba nyumba hii imesafishwa iko tupu? Maana yake hajui kila kitu mpaka atakapo feed the information. Mstari wa 44. Halafu usema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu imefagiwa na kupambwa. 45. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa katika kizazi hiki kilicho kibaya. Umeona? Anasema ya kwamba pepo mchafu amtokapo mtu. Yaani ni kwamba mimi nilivyokuwa najua zamani ni kwamba ukiwa umekomaa hapo, umefunga, umeomba, umeombea mapepo, umeona, siku sasa ikatokea umekosea, maana yake ni kwamba wewe ulitoa pepo mchafu kwako. Ulivyotoa pepo mchafu, siku umekosea sasa, siku ile uliokosea, maana yake yule pepo uliomtoa anakuja kwako, amechukua pepo wabaya zaidi, kwa hali yako inakuwa mbaya. Na of course ilikuwa ina drive kwamba unaona ulikuwa umefanya kitu, utakapokuja kukirudia baada ya kukosea, hali inakuwa mbaya zaidi. Kumbe kitu kwa kinanitesa ni nini? Ni mentality ya kwamba pepo mchafu alikuwa nilimtoa, sasa hivi amerudi, manake hali yangu ndio maana inazidi kuwa mbaya. Kwa naanza kujitahidi kujitakasa, lakini matokeo yanakuwa ni madogo. Umeona? Sasa huu mstari maana yake nini? Nitakuja kujifunza kwenye ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu anayeamini for the first time, mtu anayeamini au muamini, mtu anayeamini, once anapoamini, Roho wa Mungu anakuja, anakaa ndani yake. Uzima wa milele sio boksi mtu anapewa. Uzima wa milele ni Roho wa Mungu kuungana na roho zetu. Kwa hiyo tutakuwa tumeungwa na Bwana. Wakorinto wa kwanza 6:17 anasema aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kwa muamini kuwa na uzima wa milele au kuwa na Mungu ndani ni kuungana na roho zetu. Ndio maana hii ndio ndoa ambayo ilikuwa inazungumza kwamba haivunjwi na mwanadamu. Kwa maana yake kila mtu anaposikia Injili na kuziamini, anazaliwa mara ya pili, anakuwa kiumbe kipya, ameungana na roho. Maana yake ni kwamba tuchukulie hizi scenario mbili. Kuna mtu nimemkuta alikuwa ana pepo, haamini habari za Yesu. Nikamtoa yule pepo, manake huyo pepo amemtoka mtu. Manake huyo pepo ninapomtoa
alafu nikamhubiria huyu mtu injili. Nini maana ya nyumba kujazwa? Maana yake nikamhubiria huyu mtu injili, maana yake that place Roho Mtakatifu anakuja anakaa ndani ya huyu mtu, anaungana na mtu, wanakuwa wameungana, sio tena an empty box. Huyu mtu sio tena ni nyumba empty, nyumba imesafishwa, alafu imewekewa kitu kingine ambaye ndio Roho wa Mungu, kwa sababu anapoamini, anaposikia habari za injili, tumesema hivi, anahamishwa kutoka kwenye nguvu za giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Maana yake pepo mchafu ametolewa, alafu huyu sasa ameketishwa na Kristo katika ulimwengu wa roho, amekaa na Mungu, ameungana na Mungu katika namna ya roho. Kwa muamini ameungana na Mungu katika namna ya roho, ameungana na Mungu. Maana yake hii nyumba imesafishwa na kuwekewa, imejazwa. Kwa huyu pepo hana nafasi ya kuja kupata hana nafasi ya kuja kuingia ndani ya muamini kwa namna yoyote, kwa sababu hii nyumba sio tupu tena, imejazwa. Nyumba hii imejazwa, ina Roho Mtakatifu ndani. Nyumba hii imejazwa. Anaanza scenario, mtu ambaye haamini nikamtoa pepo, kwa sababu muamini utakapotoa pepo, Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo pale 16, anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Maana yake kutoa pepo ni ishara ya muamini, ni mambo ambayo muamini anayafanya, ndivyo alivyo. Yani ndivyo alivyo, sio kwamba anayatafuta kwa kufunga, ndivyo alivyo. Kwa sababu gani? Ameamini. Na ishara hizi zitafuatana hao waaminio. Kwa muamini kutoa pepo kwake ni mambo ya kawaida. Kwa hiyo ukienda kwa mtu ukatoa pepo, alafu usimuhubirie injili, maana yake nyumba hii imesafishwa. Nyumba hii imesafishwa, alafu haijawekewa kitu ndani. Maana yake pepo katika hii nyumba anaweza kurudi, kwa sababu hakuna replacement iliyofanyika ya huyu mtu Roho wa Mungu kuja kukaa ndani yake. Kwa sababu kuna watu wengi wanahubiriwa habari za injili wanapona, lakini watu wengi wanaponywa magonjwa, lakini hawahubiriwa habari za Kristo au hawakubali habari za Yesu. Ndio maana unaangalia watu ambao wanafanyiwa deliverance kila wakati, ndio huwa ambao wanaanguka kila wakati. Mtu kila akienda kanisani anaonyeshwa namna ambavyo alikuwa anaona madude. Ndio maana kuna rafiki yangu mmoja, siku moja tulikuwa tunapiga naye story, akasema kanisani ndio mahali ambako watu wamekuwa wakipata mapepo sana. Kwa nini? Kwa sababu ndio mambo wanayohubiriwa kila siku, ndio mambo ambayo wanafundishwa kila siku, na mtu mambo unayomfundisha ndio atayaona hayo, ataogopa hayo, na mentality yake itakuwa ni hivyo. Kwa sababu gani? Amefundishwa hayo mambo. Kwa mtu anadondoka kwa sababu ya hisia, kwa mtu anadondoka kwa sababu ndio ufahamu alionao. Kuna siku moja kuna mdada fulani kila siku kanisani anaombewa, anadondoka kila siku anadondoka. Nikamuita, nikamwambia, dada, njoo hapa. Nikamhubiria injili, nikamwambia kwamba the devil hana nafasi ya kukaa humu ndani. Wewe sasa hivi Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Hata ukiona hizo hisia zinakuja, kataa, sema no, this is not my new nature. Mimi ni kiumbe kipya, Roho wa Mungu anakaa ndani yangu. Yule dada hakudondoka tena. Kwa nini? Maana yake ni kwamba unaweza ukawa kweli Roho wa Mungu anakaa ndani yako, lakini kinachokusumbua ni mentality. Nitatoa mfano mwingine. Kuna siku nilikuwa namuombea mtu, yule mama akawa namwombea, lakini anafanya ishara fulani hivi, anafanya ishara. Sasa of course I know, nilikuwa kwenye situation kama hiyo before, nilikuwa nimedanganywa, umeona. Kwa sasa wakati yule dada anafanya zile ishara, yule mtumishi alikuwa anamwombea pembeni, akasema, "Alo, mna kazi kusachi vitu vilivyo ndani." Kwa sababu yule dada alikuwa akichezesha mguu. Yule aliyekuwa anamuombea anamwambia ya kwamba kuna nyoka kwenye mguu. Umeona, hizo taarifa zinaingia kwenye ufahamu wake. Maana yake huyu mtu sasa, hata atakapokuwa amekaa peke yake anaomba, akianza tu kuomba kidogo akachezesha mguu, ufahamu unasemaje? Wewe still bado una mapepo. Wewe still bado una nini? Una mapepo. Kwa sababu unakumbuka the way unavyochezesha mguu, ndio ambavyo unavyochezesha mguu sasa hivi, ndio bado wewe una mapepo. Bado wewe una nini? Una mapepo. Maana huko kuchezesha kwako mguu ndio vile ambavyo ulikuwa unafanya kipindi ambacho unaombewa mapepo. Kwa sasa hivi ambapo umeomba, umezitibua nguvu za Mungu, maana yake umetibua mapepo, bado yako ndani. Maana yake bado yako ndani. Nikamwambia yule mama, hapana, huyu dada sio kwamba ana pepo. Kinachomsumbua, umeona hivyo unavyosema ya kwamba
kuna pepo kwenye mguu, yale mambo yamekaa kwenye akili yake. Manake hata kama pepo halipo, anapochezesha kope, anapochezesha mguu, anahisi kama kuna pepo. Kwa hiyo anatakiwa kuambiwa kwamba ndani yake hakuna pepo, Mungu anakaa. Unavyombadilishia ufahamu. Tuliishia pale, hatukumuombea tena. Sio kwamba tukumuombea kwamba tumegairi pale. Hakuanza tena kuhisi au kuona hayo madude. Kwa hiyo shida sio kwamba watu wana mapepo. No, watu wakishatolewa pepo wahubiriwe Injili, kwa sababu unavyomhubiria Injili ndivyo Roho wa Mungu anakaa pale. Na akishakaa Roho wa Mungu ndani yake, muambie kwamba the devil can't touch you. The devil hawezi kukukondem. Wewe huwezi kuingiliwa na pepo, huwezi kutumiwa na shetani. Huwezi kutumiwa na shetani, huwezi kutumiwa. Lakini kama haujui asili yako, kama haujui what Jesus did for you, kama haujui ya kwamba hata kama ukikosea hakuna hukumu kwako, shetani atatumia hiyo ufahamu wako. Shetani anafanya kazi mahali ambako hakuna ufahamu sahihi. He is fries with ignorance. Maana yake atakutesa, atakuletea hukumu. Mahali ambako umeona jani utaona nyoka, atakutengenezea mapicha, utaona mavitu ya ajabu, utateseka. Kwa hiyo muamini hawezi kuwa na nguvu za giza, muamini hawezi kulogwa, muamini hawezi mambo yake yakajulikana na wachawi. Kwa sababu gani? Yeye amehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza. There is no influence of the devil. Kwa hiyo sisi tumehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza. Hata kama tukae Sumbawanga hatuwezi kulogwa. Muamini amehamishwa kutoka kwenye nguvu za giza, sio tu Sumbawanga. Mahali popote pale hatuwezi kulogwa. There is nothing. Hata tunavyoongea hivi sio kwamba eti kuna pepo amenisikia hapa anasema utakoma. Haipo hiyo. Maana yake ndivyo nilivyo katika asili yangu. Ninapoanza kuona kahofu, ninasema ya kwamba mimi nimehamishwa kutoka kwenye nguvu za giza. Kuna ile mentality ambayo pia tulikuwa nayo ya kwamba baada ya huduma, tumetoka kwenye huduma. Unaona? Tumetoka kwenye huduma, tumevunja manguvu ya giza huko, tumehubiri Injili. Unaona? Baada ya kuhubiri Injili, kuna maombi huwa tunaomba ya kwamba sasa tukatae roho za malipizi. Roho za nini? Za malipizi. Mimi nikaanza kujiuliza swali. Tumetoka kufanya kazi ya Mungu. Kwa kuwahubiria watu Injili. Na ndio Mungu alichokiagiza. Sasa Mungu ametuagiza twende tukahubiri Injili, alafu tunaenda tunavulumua mapepo. Alafu tena shetani anakasirika sasa kwamba tumeharibu kazi yake. Alafu huyu baba aliyetutuma baada ya sisi kuharibu mambo ya shetani, kwenye muda sasa wa kazi imeisha, yeye anakaa pembeni. Tumeshafanya kazi yake, imetosha. Yeye anakaa pembeni. Ni muda wetu wa kujipambania, kujilinda na muovu adui asije akaleta mashambulizi. Mtumishi wa Bwana, hicho kitu hakipo. Hakuna roho za malipizi kwa muamini. Sisi tumetumwa kuhubiri Injili. Ndio maana Yesu akasema hivi, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Enendeni mkaihubiri Injili. Hii ni mentality ambayo imewafanya watu wakishafanya huduma, akipata kitu chochote kibaya, ameferi, anaanza kusema haya ni mashambulizi. Kwa hiyo baada ya huduma watu wamekuwa wakiexpect kuna mambo mabaya yataanza kutokea kwao. Kwa anajizingira kwa damu ya Yesu, anajizungushia, anajiwekea ulinzi. Manake muamini ndivyo alivyo, amehamishwa kutoka kwenye nguvu za giza. Yesu aliposema enendeni, manake nimepewa mamlaka yote. Ile mamlaka nilionayo mimi ndio na ninyi mnayo. You are unstoppable. Hakuna kitu chochote kinachoweza kuwazuia. So enendeni mkaihubiri Injili. Waliokuwa wanapinga ni watu ambao hawaamini. Lakini sio kwamba eti kuna lipawa fulani la shetani linaenda linawazuia watu. Hakuna kitu kama hicho. Kwa muamini amehamishwa. Another side ya salvation ni kuhamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza. Kwa muamini amehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza na kuingizwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Muamini yuko kwenye utawala wa Mungu, hayuko kwenye utawala wa shetani. There is no influence of the devil katika maisha yake. Hana exousia. Ndio maana muamini anapotukanwa,
anashindwa kurudisha tusi. Kwa sababu gani? Mtume Paulo anasema zamani tulikuwa tukichukizwa na kuchukizana, yani ndio ilikuwa asili yetu. Kwa Mungu alichokifanya, ametutoa katika asili ya shetani, ametupa asili yake. We don't produce the influence of the devil, we produce the influence ya Mungu. Kwa sisi ndani yetu tunayo nguvu ya haki, tunayo nguvu ya haki. Tumehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza. Kwa hiyo muamini hawezi kusumbuliwa na mapepo, muamini hawezi kuvamiwa na mapepo. Muamini kwake kilichofanyika ni kitu kimoja tu. Ndivyo unatakiwa kuyasema haya, ndivyo unatakiwa kuyakiri haya, ndivyo unatakiwa kuyaona haya. Kuna kipindi nilikuwa naota ndoto za ajabu ajabu, mara nimekatwa shingo, mara sijui pua imedondoka, mara sijui kiuno kimekatika, mara sijui kuna watu wananishikashika, wananiminya, yani naota mandoto ya ajabu. Baada ya kuja kujua kweli, nilikuwa naendelea kuona. Mwanzoni nilikuwa naambiwa nifunge siku 3 unafunga siku 3 ili ukombolewe kutoka kwenye nguvu za giza, ili uhamishwe, kwa sababu ulimwengu wa roho umefunguka sasa, mapepo yamekuvamia. Umeona? Ndivyo nilivyoambiwa, ndivyo nilivyodanganywa. Baada ya kuja kujua kweli katika Kristo, baada ya kuja kujua kweli katika Kristo, sio kwamba yale mambo yaliacha, lakini niliendelea kudeclare who I am. Nilikuwa nikilala nikiota hivyo vitu vya ajabu, naamka. No, kilichofanyika rohoni ni kitu kimoja tu, roho wa Mungu kuungana na roho yangu, na hili jambo lililofanyika ni la milele. Hakuna siku huu muunganiko unaweza ukaondoka hapa. Mimi nimeungana na Mungu milele. Maana yake ni kwamba kilichofanyika rohoni ni kimoja tu. There is no any kind of spirit itakuja itamtoa roho wa Mungu itakaa pale. Maana yake ni kwamba roho wa Mungu anapokuja kutolewa, anakuja kukaa roho nyingine ndani yako. Maana yake sacrifice ya hii roho iliyokuja kumtoa roho wa Mungu, ametoa na yeye sadaka iliyo bora zaidi kuliko Yesu. Maana yake ni kwamba kuna uhalali wa wewe kuvamiwa na nguvu za giza. Kwa sababu gani? Roho wa Mungu ametolewa pale kwenye muunganiko wa wewe na roho wa Mungu kwa sacrifice ya Yesu. Alafu sasa hii roho nyingine imekuja kukaa. Nikaanza kusema hakuna katika ulimwengu wa roho eti kwamba ulimwengu wa roho umefunguka kuna maroho yanaingia. Hakuna hiyo nafasi. Hakuna hiyo nafasi. Nikaendelea kujengwa katika kweli ya Mungu, nikaendelea kuimarishwa katika asili niliyopokea. This time hamna mambo kama hayo. Hata kama itatokea nimewaza, no, hakuna kitu kama hicho. The devil can't touch me. The devil can't we don't argue. We don't argue. Sisi hatushindani na shetani. Maombi yetu sio kila wakati nampinga shetani. Shetani wewe si nini hivi na hivi na hivi. Shetani wewe sijui umefanya 1 2. No. No. Maombi yetu sisi yanaongozwa na kuwaimarisha watakatifu. Maombi yetu ni kudhihirisha asili tuliyopokea katika Kristo. Maombi yetu sisi hatushindani na shetani. Shetani alishashindwa. Anasema kwenye kile kitabu, anasema alizivua enzi na mamlaka akizifanya kuwa mkogo, akiziaibisha pale. Maana yake ni kwamba vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake, iwe ni viti vya enzi, usultani na mamlaka, vyote viko chini ya muamini. Muamini yuko ameketishwa na Kristo katika ulimwengu wa roho. Hakuna mahali shetani atapata nafasi ya huko. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 12 anasema, furahini enyi mbingu na wote mkao humo, ole wa dunia na wote wakao humo, kwa sababu yule shetani mwenye ghadhabu nyingi ameshushwa huko. Huu mstari, ghadhabu ya dunia, ndio maana huku mwanzo amesema furahini enyi mbingu. Sisi tumeketishwa na Kristo katika ulimwengu wa roho. Kwetu sisi ni furaha tu, lakini kwa ole wa dunia na wote wakao humo, ole sio kwa ajili yetu, kwa sababu shetani can't influence, hawezi akatu influence. Hakuna namna anaweza aka affect maisha yetu. We are protected. Sisi tumekaliwa na roho wa Mungu. Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Nguvu za Mungu zimetufunika. The Spirit of God lives in us. Anasema kama Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yule ambaye tuitegemea hatuhukumu tena. Yuko upande wetu. There is no one ambaye anaweza akahukumu maisha yetu. Hakuna, kwa sababu Baba mwenyewe hawezi akatuhukumu. Mungu mwenyewe hatuhukumu, na yeye ameungana na sisi for the sacrifice of Jesus. Nitamalizia na ushuhuda wa mwisho. Kuna siku nilikuwa nimekaa ndani, nikapigiwa simu. Kuna mtu alikuwa amepanda mapepo. Nikamwambia, katika jina la Yesu, uko huru, umewekwa huru. Nilivyomaliza akawa anaendelea kufanya kama analia, kama bado ana mapepo.
Nikamwambia mtumishi wa Bwana, hata hisia hizo ni hisia, wewe hauna pepo. Nilichomwambia inaweza ikawa mfano fulani hivi ambao unaweza usiwe sana kibibilia. Yani nikamwambia vuta picha ya kwamba Yesu alitoka akaenda akamnyang'anya shetani funguo katika kifo chake. Maana yake tumesoma anasema yeye naye vivyo hivyo kwa kushiriki hayo alimharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Maana yake shetani sasa Yesu anavyokufa, maana yake ndio anamharibu shetani. Maana yake ni kwamba alienda akamnyang'anya funguo, akamnyang'anya uwezo, akamnyang'anya mamlaka. Kitabu Amplified Bible anasema alimfanya yeye alikuwa na madhara ya mauti asiwe na effect kwa shetani. Hana effect kwa muamini, hana effect kwa muamini. Nikamwambia dada, maana yake Yesu alivyoshuka akaenda akamnyang'anya shetani funguo, akamnyang'anya shetani funguo. Nikamwambia vuta picha kule, kwa namna ambavyo tunawaza kuna majeshi ya pepo wabaya, kuna wakuu wa anga, wote ambao wewe unawajua, majeshi ya pepo wabaya wote ambao unawajua, umewahi kuwasikia, walikuwa kule. Maana yake shetani akaenda akamnyang'anya funguo, sio alimuomba, alimnyang'anya funguo. Yesu alimnyang'anya shetani funguo. Maana yake ilikuwa ni kama vita, alimnyang'anya funguo. Alafu Yesu akatoka kule akaenda kwenye ufalme wake, akaketi juu sana. Alafu hakuishia hapo, tumesoma Wakolosai, akatuchukua, akatuhamisha, akatuingiza kule kule aliko yeye ndani yake. Kwa leo hii shetani akija aki-influence maisha yetu, nikaambia yule dada, maana yake ni kwamba Yesu ametoka kule kwenye ufalme wake ambako alishindwa, amekuja kwenye ufalme wa Yesu, alafu amemfunga Yesu. Kwa sababu kwenye Biblia kuna mstari unasema, kwenye Injili anasema mtu mwenye nguvu akitaka kuchukua vitu vya mtu mwenye nguvu anatakiwa aje amfunge kwanza huyu mwenye nguvu ili aweze kuchukua vitu vilivyo ndani. Maana yake sisi tuko ndani ya Kristo. Nikaa naambia yule dada, maana yake ni kwamba wewe pepo likikuvaa tena, maana yake shetani ametoka kwenye ule ufalme, amekuja huku kwenye ufalme wa Yesu, amemfunga Yesu, ndio amechukua sisi tulio ndani. Maana yake sasa kama anaweza kufanya hivyo, tunakubali magonjwa, tunakubali mapepo, tunakubali vitu vyote vianze kwenda sawa sawa. Ninavyosema hivi sio kwamba watu hawataumwa. Muamini anaweza tukuumwa, anaweza kuumwa, lakini kutokea pale maana yake anasema nini kutokea kwenye ule ugonjwa? Maana yake ni kwamba leo hii tukipata mapepo, maana yake shetani ametoka kwenye ufalme wake, amekuja kumfunga Yesu, ametupa mapepo. Hapo tunaweza tukakubali. Nikamwambia kwa hichi ni kitu ambacho hakiwezekani. Nikamwambia tena, maana yake ni kwamba Yesu sisi alitununua kwa kutoa sadaka. Maana yake ili shetani atununue tena, anatakiwa kutoa na yeye sadaka iliyo bora. Lakini dunia nzima hakuna sadaka inayozidi damu ya Yesu au kile ambacho Mungu alikifanya. Hakuna sadaka inayozidi uhai wa Yesu, haipo. Nasemaga hata kama shetani auwe dunia nzima, amwage damu zote za mbuzi, atoe kila damu ya viumbe vyote vilivyopo hapa, kunguru vyote, sisimizi vyote, amwage damu, hawezi kufikia damu ya Yesu. Kwa sisi hatununuliki. Na kama hatununuliki, the devil can't influence us. Hatuwezi kuvamiwa na pepo, hatuwezi kuvamiwa na mapepo, hatuwezi kuwa influenced na nguvu za giza. Kama haujui, ndivyo unaweza ukateswa na nguvu za giza. Lakini you understand what Jesus amekuhamisha kutoka kwenye nguvu za giza, huwezi kuwa influenced na nguvu za giza. Kwa hiyo ndio skopu ya wokovu katika kuhamishwa kutoka kwenye nguvu za giza. Umebarikiwa sana na nguvu za Mungu zinakufunika. Unaelewa sana neno la Mungu, you understand. Ili nuru ya Kristo iendelee kung'aa ndani ya mioyo yetu, tuweze kuishi uhalisia katika Kristo. Ndio maana Mtume Paulo anasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kujua tumaini la mwito, mpate kuelewa his calling, kile kitu ambacho ametuitia katika watakatifu. Anasema mpate kuona utajiri katika watakatifu na nguvu zinazotenda kazi ndani yenu. Anasema ni nguvu ile ile iliyomfufua Yesu katika wafu. Kwa muamini amekamilishwa, hana hukumu ya adhabu. Muamini anaishi na Mungu ndani. Muamini hana shida na uwepo wa Mungu. Muamini hajitahidi tena kwenda mbinguni, ameketishwa na Kristo katika ulimwengu wa roho. Muamini alipo sasa hivi ndivyo hapo ambapo yupo milele, ameungwa na Mungu, ameketi na Kristo katika ulimwengu wa roho. Kwa muamini hawi tena influence na nguvu za giza. Kwa another side ya salvation ni kuhamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza. Umebarikiwa, sikiliza, rudia, andika ili uweze kuwaimarisha na kuwafundisha na watu wengine. Umebarikiwa sana, unayo siku njema.
Yesu anakupenda, Yesu amekusamehe, Yesu amekuhamisha kutoka kwenye utawala wa shetani. Wewe ni mtu huru sana. Ndio watu tumesoma anasema watoto wameshiriki mwili na damu, yeye naye vivyo vile alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye alikuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. 15 awaache huru wale ambao kwa maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Hatupo tena katika hali ya utumwa, hatutumikishwi na shetani. There is no influence of the devil. Kwa muamini hatakiwi kukaa aanze kumuogopa shetani kwamba kuna jambo atalisababisha kwenye maisha yangu litaanza kwenda ovyo. No, we refuse those minds ambazo azimtukuzi Mungu. Sisi ni sisi na Mungu. Yani sisi maisha yetu ni sisi na Mungu. Ni sisi na Mungu. Sio kwamba tunavyoomba eti kuna mkuu wa anga pale katikati, ambaye huyo mkuu wa anga anazuia maombi yetu. Naambiaga watu, huyo mkuu wa anga hayupo ambaye anazuia maombi. Anga sio gumu, kwa sababu sisi sasa hivi tumeungwa na Bwana. Maana yake roho zetu Mungu anakaa ndani. Mungu sio tena external factor. Mungu anakaa ndani yetu. Manake tunavyoomba, tunaachilia, tunaomba kutokea kwenye kuwa navyo, kurelease kwa namna ya nje. Kwa muamini haangaiki tena kuanza kuomba kupeleka vitu juu. Muamini Mungu yuko ndani yake. Hakuna tena anga ambalo limekaa hapo ambalo kwamba eti kuna mtu atazuia pale katikati ili maombi yasiende. Huyo mkuu wa anga hayupo. Mungu yuko ndani yetu. Labda kama kutokea kwenye ule muunganiko wa sisi na Mungu, huyu mkuu wa anga anaweza kukaa pale katikati kututenganisha. Hakuna. Ni kipi kinatutenga na upendo wa Mungu? Hakipo. Je, ni dhiki, uchi, njaa? Hata dhambi haiwezi kututenga, kwa sababu dhambi imeondolewa. Kwa muamini ni mtu huru. Sio mhuru wa kutenda dhambi. Muamini ni mtu huru ambaye hatawaliwi na dhambi. Muamini hatawaliwi na nguvu za giza. Muamini amewekwa huru kwa kazi ya Yesu. Asipoyajua haya, ni majanga, ni mateso. Shetani atamhukumu sana. Umebarikiwa sana, unayo siku njema na Mungu anakupenda. Amen.